Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu ya Esta 7:4 Biblia inasema, Esta nasema mimi na watu wangu, mimi na ukoo wangu, mimi na familia yangu tumeuzwa. Je, wewe familia yako iko huru au umeuzwa tayari? Je, ukoo wako uko huru au umeuzwa tayari? Unajuaje na unaweza jua vipi kama umeshauzwa au umezaliwa kwenye familia imeshauzwa? Kwa sababu Esta alikuwa mke wa mfalme. Alikuwa na kila kitu, walinzi, chakula, nini, lakini Mordekai mjomba yake akamwambia sema, ingawa wewe ni mke wa mfalme una kila kitu, lakini damu yako ni ya Wayuda. Na kumbuka huko tumeshauzwa. Kama utasimama utaangamiwa na wewe kama sisi. Usifikiri kwa sababu wewe ni mke wa mfalme ndio utapona, hapana. Swali ni ukiwa tu Myuda tu utapatikana. Sasa huyu mama kasimama kwa maombi ya siku 3 pamoja na wale walimsupport ndugu zake zote, na akaamua kuangusha sheria, aende mbele ya mfalme kuomba msaada kama wanaweza saidika kuokolewa na ile shida ilikuwa imeinuka upande wa adui zao. Sasa namna gani mtu anaweza jua sema mimi huyu niko huru au nimezaliwa kwenye familia imeshauzwa? Ile ndio swali na ile ndio shida. Inawezekana unaishi, inawezekana unafanya kazi, inawezekana umeolewa au unaoa au unatarajia kuoa wala kuolewa, lakini unaweza tayari kwenye familia imeshauzwa. Sasa leo nilitaka kuongelea kidogo kwa ile swali ya familia imeshauzwa. Namna gani familia inaweza uzwa? Ni kusema ni kama swali yangu ni kusema, je, uko huru au umeshauzwa? Mimi na familia yangu tumeuzwa. Esta anasema, je, ya kwako iko huru au unaishi kwenye familia imeshauzwa? Takupa mfano mdogo inaweza kutusaidia wewe kuelewa namna gani mtu anaweza uza familia yake. Kuna ndugu mpendwa wa kike, alikuwa bado mtoto mdogo wa miaka sijui 18. Sasa walikuwa anacheza mpira ya shule. Sasa kulikuwa support kubwa ilitokea hapo kwa mtu alisimama, kampuni ilisimama kusema ule mwenye atakuwa atashinda basi batawapeleka Ulaya na batafanya mwezi mzima huko na batawasupport kwa kila kitu kwa ile mwezi mpaka watakaporudi. Sasa wakati ya kupumzika hapo baada ya kucheza dakika 45, ile 15 walikataka wanapumzika, mganga mmoja akamsogea hapa akamuuliza, ndugu, ukikubali kunipa kizazi ya kwako, mimi hapa na uwezo kukusaidia ufunge magoli mawili na mwende Ulaya, mkasherehekee, mkafurahia maisha, mkaenjoy maisha. Na ule mtoto akaona tu ni sawa tu, basi akaamua kumwambia ndio, niko tayari. Basi tu ile neno tu inatosha. Na wakarejea, akafunga magoli mawili. Na wakapata support, wakaenda Ulaya mwezi mmoja, wakarejea, maisha yakaendelea. Mpaka akamaliza shule, kueneza miaka 26. Akafanikiwa kupata ndoa na akapata watoto 4. Sasa swali ni moja, wale watoto ni wale mdada au ni wa mganga? Ni kusema ule mwanaume alioa mke mwenyewe ameshauza familia yake mapema tu, lakini yeye alichukulia nimetoa mali, nimeoa mke, lakini upande wa mganga anajua tulikubaliana, asema yeye kizazi amesha niuzia tayari, ni kusema hapa mimi na haki. Sasa amepata wale watoto 4, lakini mganga ndio na haki juu ya wale watoto. Ndio hao unaonaka saa zingine mnaweza kuwa mnaishi mahali baba yako mzazi hana haki, chochote anasema juu yako haifanye kitu, lakini jirani ana uwezo ya neno juu yako. Akitamka maneno inakufikia, lakini baba yako mzazi anaongea haifanye kitu, mpaka mnajiuliza mbona baba anatubariki anasema mambo mazuri juu yetu lakini hatuone chochote, lakini huyu jirani akaamua tu kusema kitu kinatufikia. Sasa huyu jirani ana nguvu gani juu yetu?
huku nyuma. Roho Mtakatifu akusaidie. Saa zingine anajua nguvu ya maneno yake inatoka wapi. Ni kusema huyu mwanaume alioa mwanamke ameshauza kizazi tayari. Maana ya ukombozi, wakati tunasema Yesu alitukomboa, na alitukomboa vipi na kwa nini? Sema mtu mmoja anaweza uza familia mzima, anaweza uza ukoo, anaweza uza maisha yake mwenyewe au maisha ya ndugu zake wale ya familia mzima. Na unaweza uzwa mzima wewe kama hivi wanakutoa kafara, au wanaweza uza tu nusu tu, ni kusema wanauza ndoa, wanauza baraka yako, usijue kazi, lakini mahali unaona kuna ugumu wa maisha zaidi. Ni kusema kile kitu balitoa kama kafara kwa madhabahu fulani ya giza, wewe hawezi kukusherehekea wala kukufurahia tena. Kwa mfano kama balitoa afya yako huko, baliuzia mtu afya yako, wewe utakuwa mtu kuumauma na afya yako itakuwa na shida siku zote za maisha yako. Ukiwa kama ndoa iliuzwa, jua sema swali ya ndoa maisha yako itakuwa na ugumu. Kama ni nyota, ni kusema baraka yako, mafanikio yako iliuzwa huko, ina maana kwamba wewe hata ufanye kazi vipi, mafanikio yatakuwa magumu. Kwa hiyo njoo kwa Yesu. Ana uwezo ya kukuokoa, ana uwezo ya kukubariki na kukuweka huru. Kama tunasema kuokoa, ina maana kwamba ana uwezo ya kukurejesha tena kwa hali yako ya mbele vile Mungu alikuumba, na ana uwezo ya kukupigania vita ya kulipa gharama ya wokovu wako. Yesu ana ile uwezo. Sasa nakuombea Mungu akuweke huru, aweke familia yako huru, aweke watoto wako huru, hata wajukuu wako wawe huru, na kama mliuzwa kabisa, damu ya Yesu iwakomboe muwe huru kwa jina la Yesu. Ubarikiwe.